Ningependa kusoma eulogy ya the late Bishop Elizabeth. Takavyoiona, the eulogy is brief and precise. The reason being, the late Bishop Elizabeth hakupenda mambo mingi, hakupenda sifa, hakupenda utukufu, kwa kuwa aliamini sifa na utukufu ni kwa aliye juu mbinguni. So briefly, nataka kuanza na kuzaliwa. The late Bishop Elizabeth was born on 1980 in Ngarua, Laikipia County. The late Bishop Elizabeth was the firstborn of Mwalimu Joseph Githigi and Tabitha Githigi. The late Bishop Elizabeth was a sister to the late Grace Wairimu, the late Stephen Mwangi Githigi, Francis Githigi, Esther Githigi, Anthony Githigi, and Bernard Githigi. Education. The late Bishop Elizabeth started her education at Timboroa Primary School, later joined Seguton Primary School up to her primary level. She joined Timboroa Secondary School where she attained her KCSE certificate. She was raised in Kanisa. This is where I will be brief and precise to talk about church. She was raised in a Christianity background where she was later baptized and at Kenya Assemblies of God. That is our background as a family. The late Bishop Elizabeth was a mother to Joseph Maina Wanjiru and Samuel Njuguna Wanjiru. Work. I believe we all know that the late Bishop Elizabeth committed her life, her entire life, to the living God, who we all serve. So, we can easily tell that the late Bishop Elizabeth didn't have any outside career other than uplifting, other than worshiping the living God. She started her career as a church, the late Bishop Elizabeth started her ministry at Karatina, near Free Area, Living Water Ministry. She later joined the University of America, whereby she did her studies and pursued a degree in theology. She was, as a pastor later revealed, he said we wanted to be brief. The late Bishop, we appreciate her. Thank you. I also want to take this opportunity to clean the air today. Kumekuwa na mambo mbili tatu. Familia imechelewa kuachilia mwili. I'm very sorry kuwarudisha nyuma na tumeenda mbele. Familia imetoka all the way from Nairobi. Kumekuwa na changamoto kwa njia kufika hapa. Changamoto moja, mbili au tatu, ambazo sisi wote ni binadamu. Tunatembelea mashini ambazo zimeundwa na mikono ya binadamu, hazijatoka mbinguni zikaanguka chini. Ni kweli?
nasikia uzito sana wakati nilifika kwa nyumba yake ya mwisho ya Bishop Elizabeth, and there was a confrontation. There was something like ni kama siasa tunafanya. The late Bishop Elizabeth tumpigie makofi. Yeah. Nataka niulize elder wa kanisani very fast, please come and give us the tribute. We must move forward. Bwana asifiwe. Halo? Halo? Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Kwa hivyo sisi tuna furaha kwa sababu hii ni wakati wa kucelebrate Bishop Elizabeth. Bwana wetu apewe sifa. Hatuko hapa kwa sababu ya uoga wote. Sisi tunajua mahali tumefikishwa. Ukiangalia jeshi yake ni kubwa sana. Bwana wetu apewe sifa. Kwa hivyo bila kupoteza wakati wote, niko na what we call the church tribute. Mimi ni chairman wa kanisa. Sawa, nitasoma. Church tribute. Dear Mom, it's never dawned in our heart that one day we will come to tell you goodbye. God joined and brought us to you, our mom, pastors, and bishop. We will always cherish the moment you came to church and ministered with grace to us. Your phone call of encouragement and even tap voice for instruction. We loved you so much, Mom, and it's hard to say goodbye. But even as we are paying our last respect today, we are left with a big gap in our heart. Yes, it is well with the Lord. Go, goodbye, Mom. Dance with the angels. May God bless you. Amen. Nataka niwaulize sasa wanaobeba jeneza wajiandae, na wale wameketi hapa wote watatoka kwa sababu shimo letu liko hapa nyuma. Tutatumia hii njia kwenda nyuma na gari hili litasonga mbele kidogo. Kwa hivyo wale wako mbele ya gari watoke, tupatiwe wimbo wa mazishi wakati wachungaji, kina mama na wazee wanakuja. Wachungaji wanaume, njooni wakati tuna